unayetizama video hii, naomba unisaidie kusubscribe, like, comment, share. Kwa dada yangu mimi nakuomba hebu muelewane na angalia mume wako jinsi gani anapolia, jinsi gani anapopata tabu kwa ajili yako. Hebu naomba umsikilize dada yangu. Sawa, haya mambo yaishe. Just relax. Sawa. Yeye ameweza kunyanyuka pale kuja kunigusa mimi hapa. Sawa. Si kidume anayaweza. Umesema kuanzia leo hunitaki na kwako nisikae. Nyumbani kwetu sijaua. Ukija utaandika talaka zitanifuata nyuma. Mimi hapa naondoka, alafu tafuta mwanamke wa kuoa. Sawa? Wewe si kidume mwenyanyuko umekuja kunigusa hapa. Unajionyesha kidume mbele ya Azla, si ndio? Unayaweza. Tutaonyeshana. Dada yangu, hebu ngoja kwanza nisikilize kitu kimoja, sawa? Hebu ngoja nisikilize, sawa? Unajua unapotumia hasira ni hasara. Sawa vizuri? Katumia ustaarabu hapa. Nisikilize. Haya yote wewe ndio unayataka unajua. Kwa sababu kumbe nayataka. Nisikilize. Tupo kwa ajili ya kujenga, sio kubomoa. Kinachomfanya huyu apanic ni kulingana na maneno yako unayozungumza. Sawa vizuri? Kwa hiyo wewe ukiongea maneno ya kiustaarabu, sidhani kama huyu ataongea maneno kama hayo. Sawa? Anachokizungumza hapa ni kwa sababu tu wewe unaongea maneno magumu ambayo hayastahili mke wa mtu kuzungumza hivyo mbele ya TV. Sawa? Hebu naomba uwe mstaarabu. Huu ni mume wako, sawa? Muheshimu, mpende. Hii ni bahati dada yangu, hii ni bahati. Yaani unachokifanya hapa ni kwamba unachezea fursa. Sawa? Mwenyezi Mungu anamsikia. Mwanaume ujue analia kwa ajili yako. Sawa? Anaitetea ndoa yake, anatengeneza heshima ya ndoa. Sasa wewe unapoleta masiara, unapoleta mzaa, tambua kabisa hivi vitu vinatembea. Utapata laana ya ndoa dada yangu. Mimi nakuomba, sawa? Msikize mume wako, muishi kwenye amani. Kama una tatizo la uzazi, sema na mimi nipo tayari kukusaidia. Kama unaona kabisa una tatizo la uzazi, unasingizia siku na mtu namsubiria, sio na nini, sema huyu hatakuacha. Mimi ndo nasimamia hili. Hatakuacha. Kama una tatizo la uzazi, sawa? Mimi niko tayari kukusaidia kwa namna yoyote. Kama kwenda kununua dawa ili uzazi ukae vizuri, kama kupeleka kwenye kupima, mimi nipo tayari kukuchangia na kwenda hospitali kumkapime, sawa? Kama ndio umeweka kijiji, hiyo kijiji kakitoe, sawa? Mtengeneze familia. Haya maisha, kama unaishi vizuri, unakula vizuri, unalala vizuri, shukuru Mungu. Sio vizuri? Haya ni maisha yako wewe, sio wazazi wako. Ushajitoa kwenye familia. Haya ni maisha yako wewe na mume wako, mtengeneze. Sawa dadangu? Kwa mimi nakuomba nipo chini ya miguu yako, sawa? Hebu naomba unielewe, uzungumze kile chochote kile mume wako ajisikie faraja. Sawa vizuri? Kuwa na amani, kuwa uhuru. Kama kuna sehemu ambapo ameteleza wewe niambie. Hata kama amekosea, kuja hapa kuzungumza mambo yanayohusu nyinyi ya ndani, umeona, lakini yote kwa yote ni yake ni kujenga na sio kubomoa. Na hapa ni sehemu salama. Nyinyi sio wa kwanza kuja, wanakuja wengi. Sawa dadangu? Nisikilize. Cha kwanza, wewe unaniheshimu mimi? Nakuheshimu sana mke wangu, mwenyewe unajua. Hapa umekuja kufanya nini? Haya mambo unaongea hapa, ulishindwa kuniambia nyumbani? Naongea na wewe mara ngapi mke wangu? Nimekuwa naongea kila siku. Kama uliweza kupata ujasiri wa kutoka leo huko ulipokuwepo mpaka napigiwa simu mimi umepata ajali. Unajua je, ningedondoka barabarani na mimi? Wewe unanipenda mimi? Unajua nilikuwa kwenye mazingira gani? Nilikuwa juu ya gorofa huko, nimeshtuka, nimedondoka, nimekufa. Wewe unanipenda mimi? Unasema unaongea kila siku na mimi. Kila siku naongea kitu kimoja. Je, ungekuja kuongea leo labda ndo ningekuelewa. Umekuja kuongea leo, nimekuelewa. Nyumbani, sio hapa. Umekuja kuniambia mimi hapa mbele yake ananiona kwamba anamnyima ujumba mmewe, sijui anafanyaje hata kumgalia mbele za watu. Kwa hiyo ndo nitakuelewa. Juzi sijatoka kuongea na wewe mpaka leo umeninunia. Naondoka pale nyumbani na kwa unaona ulipokuja hapa tukudi nyumbani tutacheka. Sawa, kama umeamua kwamba mimi wewe unipendi mimi, nenda. Mimi nitasamehe kila kitu na mwachia Mwenyezi Mungu. Umesikia? Huyu anipendi mimi, huyu anipendi. Ingekuwa ananipenda mimi asingekuwa na moyo ujasiri. Na hata kama angesema kwamba mimi ananihitaji kwa muda huu, mimi sitakuwa na nia ile tena. Na sitakuwa na upendo kama aliyokuwa ananionyesha. Mwanamke anaongea kwa ujasiri kwamba anaweza akaondoka na ana mwanaume wake. Mimi najua huyu ni mzima wa afya na anaweza akashika mimba. Ila huyu ana mwanaume wake ambaye yuko chuo anamsubiri, ndo mtu ambaye anampenda yeye.
Hata kama yakiisha hayawezi yakaisha. Chanzo cha kufika mimi hapa kutafuta suluhu na kujua ana changamoto gani mke wangu. Nishajua changamoto yake yeye, ana mwanaume mwingine ambaye yupo. Sawa, najua alishawahi kuniambia kuwa nipende. Aliongea na mimi nilisikia, tukakaa kikao cha mwisho. Akasema ameisha. Sawa Azizi, mimi nimekuelewa, lakini yote kwa yote tumeshatambua changamoto ni nini ambayo inamfanya mke wako asishike ujauzito. Umeona kwamba amesema ameweka kijiti cha miaka 5 na kijiti hicho kiweka sio kwa sababu ya uzazi wa mpango, amekiweka kwa mpango wake, kwamba kuna mwanaume wake anamsubiria kutoka chuo, anamsubiria malize chuo alafu au aoane ndio amzalie mtoto. Sawa. Kwa hiyo dada yangu anaogopa kushika mimba sasa hivi au kupata mtoto, kwamba huyo mwanamume wake wa chuo atakapofika hapa akimkuta na mtoto kwamba mahusiano yatakufa. Sawa. Dada yangu, mimi nakuomba kitu kimoja. Haya maneno uliyoongea binafsi sijapendezeshwa nayo. Huyu ni mume wako, hata kama tukawa tumepata jawabu la kwamba wewe kuna mtu unampenda tofauti na huyu. Asante, sisi tunashukuru sana, na kwa kuwa tumetambua ukweli uko wapi, ukweli ni nini, basi mimi nasema kwamba dadangu, nipo tayari kukuruhusu uondoke. Umeona, lakini binafsi sijapenda. Nimekasirika sana, nimeumia sana kama mwanaume mwenzangu huyu. Umeona, kwa sababu kuna kesho mimi nitakuja kuoa. Sawa, nitakuja kuoa na kwenye changamoto za ndoa linaweza likanikuta jambo kama hili. Lakini pia nimejifunza ndugu yangu, kitu kingine cha kushauri ni kwamba hata kama wazazi walikuwa wamekushinikiza umuoe huyu binti, lakini kwenye nafsi yako wewe ulikuwa unampenda. Sawa, mimi nasema tu kwamba Mwenyezi Mungu akupanga wewe huyu awe mke wako wa milele. Sawa, akupanga hilo kama mtoto wa kike. Alafu binti bado mdogo tu mashallah, lakini anazungumza maneno kuntu ambayo hata mimi mwenyewe kwa nafsi yangu yananiumiza. Sio vizuri. Sasa mimi cha kukushauri kitu kimoja, nikwambie kitu. Mimi sikushinikizwa kumuoa huyo. Yeye labda ndo ameshinikizwa. Yani huyu binti ndo ameshinikizwa kwa. Labda yeye ndo ameshinikizwa. Mimi nimempenda na ndio maana niko naye kila siku. Hizo changamoto mwaka mzima na miezi 6 inapita, mimi namvumilia yeye tu. Na sio kama mimi nishe kumletea dharau huyu akashika simu yangu akakuta wanawake, au labda nikashindwa kumwachia ile ya kula, au labda nikamfanyia kitu kingine, huduma sijui kufanyaje. Hakuna, kila kitu nampa. Changamoto ndio iko hapo tu. Mke wangu namfanyia kila kitu ambacho anastahili kufanyiwa mwanamke wake, mimi namfanyia. Nilikuwa nataka kujua ukweli, nini anawaza na kwa nini changamoto inakuja hapo. Ana mume wake ambaye anampenda, yupo tayari, ameweka kijiti kwa ajili ya mume wake ambaye yuko chuo. Sasa mimi nimekuelewa dadangu, una chochote cha kusema kwenye haya tuliyozungumza? Una kitu chochote cha kusema? Tayari tushazungumza na tulikuwa tunahitaji kupata jawabu, kujua ana changamoto gani dada yetu mpaka amzalie bwana mkubwa mtoto, na tumeshafahamu ukweli. Umeona, sasa dada yangu, una kitu gani cha kusema kabla tujafunga ofisi? Chochote cha kusema ni kwamba mimi hapa naondoka, nikifika huko nyumbani nakusanya vya kwangu, naondoka. Hizo talaka zako zitakuja nyuma yangu. Sawa? Maamuzi yamepita hapa mbele ya watu wanaona. Basi sawa dada yangu, unaweza ukaondoka na kutakia siku njema. Ndugu watazamaji, nadhani tumeona kilichotokea, nadhani tumeona kilichoendelea. Bwana mkubwa, nikwambie tu pole sana. Mimi na kuombea kwa Mwenyezi Mungu upate mwanamke bora, mwanamke sahihi. Mimi sikufichi, nikwambia tu ukweli. Mimi najua kusoma saikolojia ya mtu. Unaona huyu binti ni binti mmoja katili sana. Yaani binafsi kwenye roho yake naona kabisa hana upendo hata robo kwako wewe. Yaani hakupendi. Kwa majibu niliyoona hapa, kwa maneno aliyotoa hapa magumu sana. Yaani anaongea maneno kama mtu mzima, na kwa jinsi gani anavyojiamini.
Sawa, sikushauri muache au ukampe talaka, ila mimi tunakwambia kama ningekuwa mimi nisingekubali kumvumilia mwanamke wa namna hii. Sio vizuri. Kwa hiyo mimi nakuomba kitu kimoja, baada ya hapa rudi nyumbani, kazungumze na familia yako. Azali unataka kujua ukweli umeshaupata, kwa binti mwenyewe amesema mbele ya media ni kwamba hakuhitaji na hakupendi na hajawahi kukupenda. Sio vizuri. Ni mwanamke ambaye hana roho ya simba, yani mwanamke ambaye hana talo, yani sijui nizungumze vipi, yani sijui nisemeje, lakini pole sana wewe mwanaume mwenzangu, najua machungu unayopitia, maumivu unayopitia. Usilie mwanangu, usilie. Wewe ni mwanaume. Umeshaumbwa mwanaume, kwa changamoto kama hizi ni za kuzikabili, alafu usiumie sana ukapitiliza kwa kufuru. Sawa? Wanawake wapo wengi. Wanahitaji ndoa, wako wengi sana. Najua kipindi leo chao kilikuwa ni kile, lakini haina jinsi. Vumilia mwanangu. Sawa? Ila yule sio mwanamke sahihi kwa upande wako. Sikufichi, mimi nakwambia tu ukweli yani yule sio mwanamke sahihi katika maisha yako. Kaa, tulia, waza. Hata kama ukamwacha, ila jitahidi kuangalia mwanamke sahihi katika maisha yako. Dunia sasa hivi imeharibika sana, kwa sababu ile binti ni mdogo sana, lakini maneno anayozungumza nadhani watazamaji mmeyasikia, maneno kuntu, maneno ya kishujaa. Labda una kitu kingine chochote cha kusema ili tuweze kumaliza hili, na baada ya hapa kuna kitu nitakwambia, ila tukizima kamera kuna kitu nitakushauri na imani kitakuwa bora sana. Sawa? Kama una chochote cha kuzungumza basi zungumza ili tuweze kumaliza. Nadhani ukweli tumeshaujua. Mimi namwacha aende kama alivyodai kwamba anaweza akaondoka. Namwacha aende, lakini nimepoteza gharama nyingi sana kwa ajili yake, nimepoteza muda sana kwa ajili yake. Na kama amesema anataka kuondoka, mwacha aondoke. Mimi najua kwenye maisha mwanaume ndo anayechagua mwanamke gani awe naye, na sio mwanamke. Na kama mwanaume wake ndo amemchagua mwanamke awe naye, sawa. Pole sana ndugu yangu. Kameramani, naomba uzime zima tu kamera. Zima kamera ndugu yangu.